Okay, leo nataka tuongelee kuhusu homa. Watu wengi tunajua homa ni nini, yaani ile hali ya kuwa na joto kwenye mwili, au kwa Kiingereza tunasema fever. Najua watu wengi huwa tunahisi kwamba homa ni kitu kibaya. Homa si kitu kibaya kabisa. And actually homa ni mekanizmu ya mwili wako kupambana na wadudu au magonjwa yakiingia kwenye mwili. Kuna kitu kimoja inabidi ujue, wadudu wakiingia kwenye mwili wako, kuna hatua ambazo mwili wako unachukua ili kupambana na wale wadudu. And in most cases mwili wako unashinda, yaani unaweza kuua wale wadudu bila hata kutumia antibiotics, bila kutumia dawa zozote. Kuna seli za mwili zinaitwa white blood cells. Ziko types nyingi sana za white blood cells, lakini huwa zinatumika kupambana na wadudu ambao wanaingia kwenye mwili wako kucause magonjwa. So mwili wako ukigundua kwamba sasa hivi tuna kitu kipya kimeingia, kuna mdudu kaingia, either kuna virus kaingia, mwili ukigundua hivyo huwa una release vitu kadha wa kadha. Kimoja wapo kinaitwa pyrogens. Pyrogens ni kama viashiria ambavyo vinaendaga kwenye ubongo, vinaenda kwenye sehemu moja kwenye ubongo inaitwa hypothalamus, vinaiambia ubongo, bwana, sasa hivi tuna wadudu kwenye mwili, kwa hiyo tupandishe joto. Bwana, kwa hiyo ubongo unatuma signals ambazo zitasababisha mwili wako upande joto. Na kwa nini mwili inabidi upande joto wakati umepata infection? Kitu cha kwanza kabisa, most enzymatic activities au shughuli za kwenye mwili zinafanya kazi vizuri zaidi with heat, kwa sababu most chemical reactions kwenye mwili ni endothermic, yani zinahitaji heat. Even processes ambazo zinatumika kupambana na wadudu zinahitaji heat also. Na kitu kingine ni kwamba hawa wadudu wengi sana wana limit yao ya kuexist, yani wana temperatures ambazo wana exist. Kwa hiyo mwili unapojaribu kufanya, unajaribu kusurpass ile heat ambayo wadudu wanaweza tolerate. The problem inatokeaga kama lile joto likiwa dysregulated au likatokea out of proportion kuliko wewe joto unaolihitaji, kwa sababu sometimes mwili unaweza overreact. Mdudu anayekuja anakuja na ngumi, yenyewe inakuja na kombola. Sasa hapo ndo kunakuwa kuna problem. Lakini pia kitu kingine, kuna wadudu hata homa iwe kubwa kiasi gani, hata upate joto kiasi gani, huaga hawafi. So hapo pia homa inakuwa kidogo inakuwa haina msaada sana, lakini it has tried. Yani ni kama vile mgambo aende kupigana wanajeshi ni vifaru au vitu kama hivyo. So at least it tries, lakini it can't win. Kwa hiyo homa actually tunaweza tukaichukulia kama sign ya kuonyesha kwamba sasa hivi mwili wetu unapambana na wadudu. And sometimes tusinywe dawa za Panadol au nini kama homa si kali sana, kwa sababu unaweza ukawa unaingilia process ya mwili wako kupambana na wadudu ambao wameingia. So kama umepata homa au una mafua kidogo afu unaanza kupata kahoma, sometimes it's a good thing kama ukiacha process za mwili wako zitake place. It's only a bad thing kama ikiwa dysregulated au ikitokea kwa watoto au kama hivyo, then inakuwa mbaya. By the way, naitwa Dr. Noel. Kama unapenda tips za afya na za sayansi kama hizi, please consider following me.